Habarini za leo, tumerudi tena kwenye kile kipindi kizuri kabisa kinachohusu safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Tumeanza na episodi namba 1, episodi namba 2, episodi namba 3 na sasa tunakuletea namba 4 ya moto. Yaani kila tunavyoenda ni ya moto kupita ya moto wa kwanza. Kwa hiyo basi naomba sana nikushauri, kaa kwa kutulia na uzingatie haya ambayo yatakuwa ni kwa faida yako, lakini na wewe yupo ambayo utamsaidia kwa sababu utakuwa umejua. Maana neno la Mungu linasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa haya ni maarifa ambayo tunayapata kupitia vipindi kama hivi. Lakini ukitamani kuona zile episode ambazo nimekuambia tumekushafanya, basi nenda moja kwa moja kwenye YouTube channel yetu ya Little Flower Foundation Media. Pale utapata kila kitu. Pia kwenye TikTok tupo kama Little Flower Foundation, Instagram page Little Flower Foundation, Facebook Little Flower Foundation. Na mimi ninayeongea ndiye mkurugenzi wa Little Flower Foundation. Kwa majina yangu ninaitwa Blandina Elias Mawanga, Mrs. Caleb Mwenda. Niko na vijana wenzenu hapa ambao ninaomba nao wajitambulishe, alafu tuende moja kwa moja tuweze kushirikishana. Karibuni. Asante. Habari. Hapa ni Beatrice Joram. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha hisia mpaka maamuzi. Habari tena. Kwa majina yangu ni Isaya Godfrey Chinyali. Tuko pamoja katika kipindi chetu cha safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Bana, hii ni episode ya 4. Uko na mimi Samueli Daniel. Karibu sana tujifunze kwa pamoja. Asante sana. Madam Agnes Boniface, episode ya 4, hisia kwenda maamuzi. Karibuni. Ninashukuru sana. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye kipindi chetu. Kama ambavyo tumesema, episode namba 4 inazungumzia swala zima kuchagua ni muhimu zaidi kuliko kupenda. Hapa kuna vitu viwili. Unaweza ukapenda, lakini usichague. Sasa tunazungumzia swala zima la umuhimu wa kuchagua kuliko kupenda. Hebu twende pamoja. Kuna kitu utakipata hapa. Labda nianze kwa kuchokoza hii mada kwenu. Hivi tunaizungumzaje hii? Kwamba kuchagua ni muhimu zaidi kuliko kupenda. Karibuni. Binafsi natamani kuzungumza kitu. Unapozungumzia kuchagua, kwanza huwezi kuliweka neno kuchagua kama hakuna kitu zaidi ya kimoja. Okay. Yaani unapozungumzia tu neno kuchagua maana yake kuna kitu zaidi ya kimoja. Huwezi ukaweka kitu kimoja alafu kumwambia mtu chagua wakati ndo kilichopo. Okay. Kwa unapomwambia mtu habari ya kuchagua maana yake lazima kuna vitu zaidi ya kimoja. Okay. Sasa kwenye engo ya mahusiano tunapozungumzia issue ya kuchagua, unaweza ukavutiwa na mtu zaidi ya mmoja. Huyu kwa kweli ananibariki sana hivi, lakini unapotaka kufanya maamuzi maana yake unaenda kwenye engo ya kuchagua miongoni mwa wale ambao wamekubariki. Unaona kabisa fulani amenibariki kwa sababu hii, fulani amenibariki kwa sababu hii. Sasa pale unaangalia nani ni sahihi. Hapo sasa ndo unaenda kwenye engo ya kuchagua. Sasa tunapozungumzia issue ya kupenda, ni miongoni mwa kitu kinachotoka ndani, ni hisia. Kama furaha, upendo, zote ni hisia. Sawa. Sasa kwenye issue ya kupenda unaweza ukampenda mtu lakini usitamani kuwa kwenye mahusiano naye. Sahihi kabisa. Kulingana na aina ya vitu anavyofanya, aina ya maisha anayoyaishi. Kwa hiyo tunapozungumzia issue ya upendo, mtu anaweza akawa amempenda mtu fulani lakini kulingana na vitu anavyovifanya anaweza asimchague kuwa mwenzi sahihi wa maisha. Ndio maana unaweza kukuta mtu akawa na mtu fulani kwenye mahusiano, anampenda, wakakaa kwenye mahusiano hata mwaka mzima, alafu baadaye anaona ngoja niachane naye, anaanzisha mahusiano mengine. Kwa nini? Kwa sababu anaona kwenye vitu anavyoviona yeye vitamfaa kwenye maisha yake, yule mtu hana. Okay. Kwa hiyo tunapozungumzia engo ya kuchagua maana yake ni ile hali ya mtu kwenye mahusiano kuona nani atanifaa. Hata leo hii tunapozungumzia tuliona kwenye kipindi kilichopita tukaona upendo peke yake hautoshi. Kwa hiyo kama upendo peke yake hautoshi maana yake mtu habezi tena kwenye upendo. Anaangalia ni nani sahihi, kwamba vigezo ninavyovitaka huyu anavyo. Ukiachana tu na issue ya kumpenda. Kwa anapoona vigezo vya huyu ninavyo, hata kama upendo hauko sana tutapendana mbele ya safari. Lakini hata kama mtu unampenda sana, unampenda kwa namna hii, ila kama vigezo hana, maana yake huwezi kumchagua kwa sababu unaona baadaye huyu ataletea shida, kama tulivyoona kule kwamba upendo
peke yake hautoshi. Hautoshi, ndio. Maanake hapa moja kwa moja mtumishi umetueleza kwa mapana kuhusiana na tofauti kati ya kupenda na kuchagua. Nitamani sana niulize basi ni nini tofauti ya kupenda na kuchagua. Naona hapa umejazia, imetosha. Upendo na kuchagua imetosha, sababu tumeshaielewa kwa mapana. Lakini naomba niulize labda hivi, kwa nini uchaguzi wa mwenza ni maamuzi ya maisha? Kimsingi uchaguzi wa mwenza ni maamuzi ya kimaisha. Kwa sababu katika kuchagua maana yake ndio unatengeneza, yani una finalize ile ndoa yako sasa, yani una finalize, yani ni kama unahitimisha sasa kwamba jambo lako hili yani sijui nilizungumzieje vizuri ili watazamaji waweze kunielewa. Lakini naomba niliweke katika engo hii kwamba unapochagua maana yake umejifunga tena utafanya uchaguzi mwingine. Mara moja na basi. Hii ni mara moja ndio umemaliza. Ziko tamaduni nyingi na dini mbalimbali ambazo zinaruhusu watu ukishachagua unaweza ukachagua tena. Lakini hili naomba nilizungumzie kwa engo ya, kwa mfano dini hii ya Kikristo tumepewa hii ni sheria au ni kanuni kwamba ukishaoa ni mara moja, ukishafanya uchaguzi wa kuoa ni mara moja. Kwa sasa kwa nini ni muhimu sana kuchagua mwenza wako wa maisha? Ni muhimu kwa sababu hautafanya uchaguzi mwingine tena utakapokuwa umeshamchagua yule mtu. Ukishaingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa na yule mtu ambaye umempenda, ukaingia naye kwenye ndoa, uwe na uhakika kwamba kijana au binti wa Kikristo hautapata fursa tena ya kutoka na kuchagua mwingine. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unapokuwa unataka kuchagua, maanake ulishapenda unataka kuchagua, uzingatie yale mambo ya msingi ambayo kwako wewe unaona yatakufaa kwamba utaweza kuendana na huyu mtu au aina ya mtu huyu kwenye ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha unafanya uchaguzi bora na uchaguzi wako ni sahihi, ili uweze kuhakikisha maisha yako ya ndoa mpaka pale Mungu atakaposema sasa wewe fulani njoo huku, wewe baki, au nyote njooni mkaondoka. Kwa hiyo nadhani inakuwa hivyo. Lakini pia kwa nyongeza hapo, tunapozungumzia kwa nini issue ya maamuzi ni maisha, Biblia imeweka wazi kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Maana yake unapofanya maamuzi unafanya kitu ambacho yani kitakachoweza kutenganisha ni kifo. Mtumishi wa Mungu pale amesema kuna baadhi ya imani ambazo zinaruhusu watu kufanya chaguzi, lakini sasa ukichagua kitu kisicho sahihi, hata kama utakuja kufanya chaguzi nyingine, tayari inakuwa imeathiri maisha yako. Tumeona watu ambao alipochagua mwanaume ambaye sio sahihi, amekuja kujikuta ndo hawa tunasema sasa hivi kuna singomaza, sijui kuna nini hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hawakufanya chaguzi sahihi. Mwisho wa siku unakuja kujikuta mtoto anaenda kulelewa na mama wa kambo na baba wa kambo. Shida ni nini? Kwa sababu kuna mzazi mmoja wapo alifanya maamuzi ambayo sio sahihi. Yale maamuzi yakapelekea ashindwe kudumu kwenye ile ndoa, akajikuta akaona afanye chaguzi nyingine. Sasa ile chaguzi nyingine inakuja kuathiri hadi watoto. Bado ndo unakuta wimbi kubwa la watoto wa mitaani na nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mzazi alifanya maamuzi ambayo sio sahihi. Sasa kabla bado hujafikia kwenye huo hali ya kuwa mzazi, yale matokeo ya kuto kuchagua chaguzi zisizo sahihi kuja kuleta athari hata kwa kizazi, kwa watoto. Wewe sasa ndo unapaswa kufanya maamuzi sahihi ili huyo utakayemchagua awe mtu sahihi ambaye utakuwa naye kwenye maisha yako yote. Ili sasa hao watoto pia watu watakaokuja kuzaliwa baadaye walelewe na mama na baba, sio baba wa kambo au mama wa kambo. Lakini pia itakufanya wewe kuwa na amani ya moyo kwenye maisha yako yote. Hauwi na vidonda vya uchungu kwamba kuna fulani alinifanya sio ilikuwaje na nini, kulingana na vile ambavyo wewe unafanya chaguzi sahihi. Biti, labda unacha kuongezea hapo? Hapo ninacho kidogo. Kwanza tu hata kuna ile mithali inasema ndege wafananao huruka pamoja. Sasa uwezi ukasema unachagua tu wewe ni ndege wa rangi hii ukachagua na yule, haiwezekani kwa njiani. Kwa mfano kama alivyosema kakaangu pale Kasam,
yaani kuchagua ni muhimu, kwa sababu unakuta kwa mfano wewe ni dini yako kama hizi labda za Kikristo ambazo kuchagua kwako ni mara moja, ukachagua mwanamke ambaye yeye ni mlevi, wewe maskini ni wa kanisani, huko kwa kweli mtakuja kuitana ndani kaka na dada, ndoa tena itakuwa hamna. Itakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo uchaguzi ni wa muhimu sana, kuangalia mtu ambaye japokuwa huyu kweli ana tabia hizi, lakini naweza kuziba, naweza kukaa katika nafasi hiyo, naweza kumvumilia, tunaweza tukaenda pamoja. Kwa uchaguzi ni muhimu sana. Naweza nikasema kweli tunaweza tukachagua, lakini bila Mungu hatuwezi. Uchaguzi wetu unamtegemea Mungu. Tukisema tuchague kibinadamu, kila mtu anataka mzuri, mwenye shepu, hata kama amemwona tu kwa nje anafanya matendo mema, lakini hujui yaliyo ndani. Binadamu tunabadilika, na hisia pia zinabadilika. Kwa hiyo tumuhusishe Mungu sana kwenye uchaguzi wetu. Tusome kupata uhakika, maana sio kaza ni maneno yangu haya. Tusome kutoka kitabu cha Amosi mlango wa 3 mstari wa 3. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Maanake neno hili linadhihirisha kabisa kwamba wewe mpaka unafikia maamuzi ya kuchagua, umeona kabisa huyu anaendana na mimi. Na kama anaendana na mimi, huko ndio mwanzo wa kupatana kwenu. Kwa hiyo mnaanza kuchaguana na mnaenda pamoja. Safari yenu itakuwa ni nzuri. Na hiyo safari itategemea na sasa na muendelezo, kwa sababu kuna vitu utaendelea kuvifahamu, lakini utaweza kukabiliana navyo kwa sababu ni ndege mnaofanana. Tunaamini kabisa mtaenda pamoja. Na tuliona hata kwenye ile episodi ya 3 inazungumzia swala, tulijaribu kuachia tu mstari, lakini hatukuzungumzia. Unaozungumzia ni kama kujenga nyumba kwenye mchanga. Sijui sasa unaweza kuelezea hiyo kidogo wake. Neno la Mungu liko wazi sana. Unapozungumzia ule mfano, kuna kitu kinaitwa kufuma pamoja. Unapozungumzia hata nyumba huwa haijengwi kwa tofali peke yake. Ndio. Hata hizo tofali mpaka zinakuwa tofali, kuna vitu vingi ambavyo vimefanya hiyo tofali iwe tofali. Mpaka unaikuta nyumba, kuna vitu vingi ambavyo vimefanya mpaka iwe nyumba. Pia hata katika ishu ya engo ya ndoa, kuna vitu vingi ambavyo vinapaswa kuwepo nje na upendo peke yake, na hata upo unapofanya maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu ndoa inajengwa na vitu vingi. Na katika hivyo vitu vingi ambavyo vinajenga hiyo ndoa, ndo hapo mtu anapaswa kuviangalia kwa umakini, ili anapofanya chaguzi afanye chaguzi iliyo sahihi. Nje na hapo ndo unaweza ukajikuta ni kama umechukua tofali, umezipanga tu hivyo, mwisho wa siku ikitokea zoruba, sawa na lile andiko ambalo tulikuwa tumelisoma, mtu amejenga nyumba kwenye mchanga, maana yake inapotokea zoruba ni rahisi sana hata ndoa kuvunjika na vitu kwa design hiyo. Lakini pia katika yengo ya kufanya maamuzi, kuna kitu kimoja ambacho tumeona mara nyingi. Kuna watu ambao, kwa mfano, binti anaweza kaolewa na kijana. Anapoolewa na kijana, yule kijana akifikia level ya mafanikio, kuna wanawake wengine huwa wanawaua wanaume zao ili wao wabaki na nini? Na mali. Sasa inategemea wewe ulifanya chaguzi za namna gani. Kama ulichagua mtu kamaona huyu anaweza akawa amenifaa katika umri, sasa umeshachuma mali naye na nini, ushafika sasa kwenye umri wa uzee, sasa ngoja nipumzike na mke wangu kwenye umri wa utu uzima. Yeye sasa ndo anakuua wewe ili abaki na vile vitu. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya chaguzi sahihi, maana ndio maisha yenyewe. Kwa kweli it's all about uchaguzi sahihi. Maana usishie kupenda tu ukamchagua mtu papala, utaharibikiwa, utaishia majuto. Mimi ni wasihi sana vijana ambao mnafuatilia kipindi chetu, ni kipindi kizuri sana. Kuna mambo ambayo ya msingi sana utayapata kwenye kipindi hiki. Endelea kufuatilia. Usiache kufuatilia YouTube channel yetu kama nilivyosema, Little Flower Foundation Media, na share, subscribe pia, ili vipindi vinavyofuata usivikose. Na nikwambie tu kwamba kipindi chetu kila tunapokitangaza kinaingia hewani, kipo hewani kweli kweli. Lakini uende utakuwa na maswali, basi usisite kuwasiliana na sisi. Namba yangu ni 0787877222. Lakini upo wewe mtumishi wa Mungu, unaweza ukasema nitawapata wapi wale vijana waje washirikishane na vijana wangu kwenye kanisa hapa? Vijana wapo, tunajenga mwili wa Kristo, na yote ni kwa ajili ya utukufu wa Baba na sio utukufu wa mwanadamu, haya yote. Kwa hivyo tuseme tu kwamba tunawashukuru sana. Kipindi chetu leo tutaishia hapa, mpaka next time. Chao.